Tunaendelea na part 2, maana tuliishia kuweka dessert yetu kwenye friji ili iweze kukauka kidogo. Okay. Sasa mimi nachukua chocolate, kipande kidogo tu cha chocolate, kisha naichanganya na maziwa kwa sababu mimi namwandalia mteja wangu siku ya birthday yake, anataka dessert badala ya keki, maana keki imekuwa kama yani ya kizamani. Kwa sasa watu wanabuni vitu tofauti ambavyo vinaweza kuwafurahisha au kuwa motivate wajisikie vizuri kwa wakati huo wanapokuwa wana enjoy sherehe zao. Okay. Na baada ya hapo mimi nilifungua dessert yangu, maana nilikuwa nimeifunika na foil. Kwa hiyo nimeshatoa foil na dessert yangu imekuwa sasa hivi haijawa mbichi kama mwanzo tulivyokuwa tunaitengeneza kule part 1. Okay. Sasa mimi naanza kudecorate au kumpambia mteja wangu. Kwanza nimechomeka hiyo sticker ambayo ni ya pinki juu kule. Pale pameandikwa happy birthday. Okay, sasa hapa unavyoona nimeshaweka chocolate yangu kwenye piping bag na andika jina lake kwa kutumia chocolate. So nitaendelea kupamba dessert hii mpaka ipendeze kabisa na ivutie. Unajua kwa nini dessert ni nzuri na watu wengi huwa hawajui muhimu wake? Ukienda kwenye mahoteli makubwa huwezi ukakosa dessert, yani kwenye buffet set pale mwisho, kwa sababu wanajua umuhimu wake. Kitu cha kwanza, dessert inaleta furaha sana, kwa sababu leo kila dessert hii kama niliyotengeneza mimi hapa, kesho utakula dessert nyingine aidha ya matunda au kitu kingine cha kabisa ambacho haujawahi kukitumia kwenye maisha yako. Na uzuri wa hizi dessert kama ni ya matunda au ya spice nyingine, inakuwa na advantage au faida mwilini. Yani umekula labda chakula kizito, lakini kwenye dessert unaweza kukuta kuna vitu vimewekwa fulani hivi kama mdalasini au karafuu au matunda ambayo yanasaidia kutibu matatizo kwenye mwili wako au kufanya mwili wako, yani digestion iende vizuri, yani ifanyike vizuri. Kwa hiyo usione hivi vyakula kama ni vya wazungu tu au ni vya watu ambao wana uwezo sana au wenye pesa. Hata wewe mwenyewe unaweza kutengeneza nyumbani. Kumbuka jukumu la kula vyakula na kupika ni la kwetu sote, sio la utamaduni fulani au nchi fulani. Ndio maana mimi hapa ni Mtanzania, lakini ninakufundisha kuanzia vyakula vya asili, jinsi ya kuvipika na kuviandaa, pamoja na vyakula vya mataifa mengine. Yani tupo kitanzania na kimataifa zaidi. Sawa? Okay, unaona hapo hivi mimi nimeanza kuweka mishumaa. Na hapo tayari nimemwekea crown ya malikia. Hivyo vyote ni mapambo pamoja na kunogesha. Kama ingekuwa keki pia ningemwekea hivyo. Sawa? Kwa hiyo tuendelee kupamba dessert yetu mpaka hadi itakapo kamilika. Sasa mimi hapa nilikuwa na machicha ya nazi yale special, nimenunua kutoka supermarket, lakini pia unaweza ukatengeneza nyumbani kama unajua namna ya kutengeneza machicha ya nazi yale mazuri ya kuliwa, yawe masafi. Mimi napambia kwa pembeni huko kama unavyoona ninaweka. Unaweza ukaweka kitu kingine ambacho wewe unapenda. Unaweza ukaweka chenga za biskuti kwa huko pembeni, au unaweza ukaweka chenga za chocolate hiyo ile ya kuyeyusha, sio unga wa chocolate. Maana unga wa chocolate ukiweka utakuwa mchungu. Sawa? Okay. Kama unavyoona dessert yangu inaendelea kupendeza.
Na baada ya hapo unaona inavyoonekana. Sasa tuwashe mshumaa tuone jinsi itakavyokuwa inaonekana. Dessert hii ni nzuri sana, yani ni tamu hatari. Yani ukila hutaweza kusahau, utaendelea kutengeneza kila siku au kila mara. Ila ndio ujipange sasa kwenye mkwanja, maana hizi bidhaa za Lotus kidogo zina bei ya juu. Kununua cream yake yenyewe ni karibia 30,000 ya Kitanzania, hiyo cream ya Biscoff Lotus. Biskuti zenyewe pia ni kama nilivyokuonyesha paketi lake kule mbele, yani kwenye ile patiwani ya kwanza tulivyoanza kutengeneza, na yenyewe pia ina gharama hizo biskuti, lakini unaweza ukanunua, sio kwamba unachezea pesa zako, bali utapata uzoefu wa mapishi pamoja na kuenjoy na kujifurahisha mwenyewe. Usipende kufurahishwa na watu, jifurahishe na wewe. Sasa tukate dessert yetu imekamilika, tuione inavyoonekana. Okay, utatumia kisu au visu vile vya, mimi natumia kisu cha kukatia keki, lakini unaweza kutumia kisu cha kawaida. Ni wewe, tunategemea na unataka kukataje dessert yako. Kama unavyoona dessert yetu imependeza, ni nzuri sana, umeona? Sasa tuserve kwenye sahani yetu na tuionje, yani tuone utamu wake na uzuri wake. Sawa? Okay. Hii dessert yani ni tamu, yani kukusimulia ninachoka. So utaenda madukani, kwenye supermarket makubwa, utanunua hivyo vifaa nilivyokufundisha kwenye patiwani. Okay, yani dessert ikishakuwa tayari ndio inaonekana kama hivi, hii ya Biscoff Lotus. Sawa? Kama wewe una kisukari au una shida yoyote ile, mimi nakushauri hii hapa huwezi ukaitumia. Hii wanakula watu wenye, yani watu wasio na kisukari, wanakula watu wa kawaida. We kama una kisukari, kuna dessert zako zitakuja, nitatengeneza hizo recipe, nitazileta hapa kwenye chaneli yangu. Kwa hiyo utakuwa unafuatilia ule dessert ipi ambayo inafaa zaidi kiafya. Baada ya hapo dessert yangu inaonekana hivyo, ni nzuri sana. Kwa heri, eat at your own risk. Bye bye, tukutane wakati mwingine.